Vipi? Ndio unaondoka? Yeah. Naondoka kwa sababu ni muda wa kwenda kazini. Hivi huoni kama kuna vitu viko sare? Kuhisi vipi? Mimi najisi niko sawa, wala sina tatizo lolote. Kuna vitu vile vinanichanganya. Kitu cha kwanza, sijakuzoea kuondoka bila kuniaga. Kila siku unaondoka unaniaga mke wako ndio unaenda kazini. Na kitu cha pili, huyu binti uliomleta humu ndani ni nani? Hivi unajua mimi najenga picha gani kwenye akili yangu? Najua hapo umezana mwanamke mwingine huko umeniletea mtoto tu sasa hivi humu ndani. Kitu cha pili, huyu binti akipata matatizo humu ndani, mimi nitampeleka wapi? Naje ungerudi mimi ungekuta nishamfukuza huyu mtoto. Samahani sana. Samahani kwa hiyo. Hapa kuna sehemu na wahi. Inabidi nifike kazini haraka sana na kuna mtu ananisubiri ili aweze kunipa document ili ipeleke sehemu. Alafu kuhusiana na mtoto wa kike, mimi nimempa msaada. Na nimeamua si vibaya kumleta hapa nyumbani kusaidia kazi ndogo ndogo za hapa na pale. Siku nyingine unanipa taarifa. Umenikwaza sana. Samehe kwa hilo kipenzi. Kwa hiyo haitojirudia tena. Sawa. Sawa. Kazi njema. Mwangalie kwanza. Mtoto mdogo umekaa hapo unasikiza maongezi ya watu wazima. Kwa hapo ulikuwa unasikiliza nini? Na kuuliza ulikuwa unasikiliza nini? Mganga kijitu wala kichungu. Sasa mlembo anakuja kuniganga hapa, atanita mwenyewe. Ndio handsome boy bwana. Ina maana hajaniona au? Hizi salau. Wewe dada, wewe. Samahani dada, mambo poa? Sina shida. Leo kazi ipo. Sawa, acha tu niseme shida yangu. Kiukweli nilivyokuona unatoka kule unakuja huku, haki ya Mungu nani, moyo wangu ulilipuka puu, ukaenda Irani, Marekani, Japani, ukarudi. Kiukweli mimi nimevutiwa na wewe, na nikiangalia huo mdomo wako kama umechinja kuku kwa mdomo. Haki ya Mungu mwenzio mimi nimepagawa. Dada nakupenda, I love you nyanga nyanga, nipo tayari kukupa kila kitu, hadi makengele mimi nakupa. Kwa hiyo kunisimamisha kote unataka kuniambia kitu hicho tu basi? Leo kweli hapa kazi ipo dada. Yaani kama ukinikubalia wewe ndio utakuwa mwanamke wangu wa kwanza. Mimi tangia nizaliwe, haki ya Mungu sijawahi kumiliki mwanamke. Wewe ndio utakuwa mwanamke wangu wa kwanza. Alafu chengine kilichonipagawisha, nimeona huo mfantomu. Nimepagawa, haki ya Mungu. I love you. Nakupenda. Nitakupa kitu chochote unachotaka. Sasa mrembo, nje tugeko basi. Twende ukanisafishie, ukanifulie nguo kidogo, na nguo zangu chafu, si unajua tena. Sawa. Let's go get a buju. Baki nenda kupiga seli za Scorpion yule baki. Nakuja.
Nikusaidia nini? Nimezunguka sehemu nyingi sana ili kutafuta kazi. Kwa umezunguka kote ukaona hapa ndio kuna kibango kwamba tunatafuta wafanyakazi wa ndani, si ndio hivyo? Hapana, ila ni katika utafutaji tu wa riziki. Sihitaji mfanyakazi, humu ndani amejazana watu natafuta sehemu ya kuwapeleka. Upo? Hapana dadangu, hamna kazi yoyote ambayo utanipatia. Hata kuosha vyombo pia naweza. Wewe hebu kuwa muelewa, sihitaji wafanyakazi, nafasi hakuna. Hebu toka hapa. Mimi nadhani wiki hii ndo tutakuwa na safari, kwa hiyo anza kujiandaa mdogo mdogo, kwa sababu nyinyi mlioa kutoka kwenu huwa ni matatizo sana. Hakuna shida yoyote. Mbona ukitaka kufurahia ndoa kaka, hakikisha umempata mwanamke mwenye akili timamu na mwenye kujua nini maana ya maisha. Kwangu mimi nikitoka, mke wangu wala hana shida, yaani anajua mume anaenda kutafuta. Sawa, mimi nadhani tusipoteze muda, tutaonana baadaye au kesho, maana nao naenda kuona kishtobe wangu kula kile kitumbua kisije kikaingia mchanga. Nakujua wewe, ila angalia, ipo siku moja utakuja kula kitumbua chenye mchanga. Oho, mimi nataki kiingia mchanga, nitapangusa nitakila, hakuna shaka juu yangu. Haya bwana, kazi kwako mzee. Kwa hiyo wewe umekuja hapa kustarehe ama? Yaani umekaa tu mwenyewe hapa kwa raha zako. Ninavyojua mimi, wakati mjomba alikuwa anaongea, nilisikia kwamba wewe hapa umekuja kufanya kazi za ndani. Sasa unavyokaa hapa na kushangaa sikuelewi. Sikia nikwambie wewe, hapa sijaje kufanya kazi zenu hizo. Nimekuja kwa mission moja tu. Naomba hazina yangu. Hazina? Hazina gani? Labda nikwambie kitu kimoja tu. Hapa haupati chochote. Na kama unaweza, sogea nikuonyeshe. Kuna nini hapa? Hamna kitu anti. Mbona mnaema hivi? Tulikuwa tunacheza tu anti. Si unajua tena, sisi tuna michezo mingi. Oh, sasa mimi natoka. Mjomba wenu akiwahi kurudi, mwambieni nimetoka, lakini sitochelewa kurudi, sawa? Sawa anti. Mtoto wa nuru. Na wewe una bahati.
kazi bado, lazima nikuonyeshe kama mimi ni nani. Poa Ekolo. Wewe unapita hata bila kusalimia Ekolo. Wenzako wote wakipita hapa lazima watoe hai, watoe saluti kwa mkubwa ndo apite. Wewe unapita kikolokolo. Ha? Kwa mikolo? Wewe, mimi mwenye namba. Afu kitambo na unanijua hapa. Wewe, niko Tower. We namba. Kwa hiyo unaweza kusebenza. Tusebenze basi. Tunatakiwa tuzungumze tu. Wauni waga tunazungumza. Kusebezana kazi gani hiyo mzee? Fanya hivyo. Fanya maungaji. Ungas. Unga mzee mpaka tuwe na senti hapo tuna dukani tukanunue. Kwa hiyo unajiita namba alafu kusebenza ujui, kuunga ujui. We koro. Utaniua mzee. Ndio ulichonacho. Sawa. Ngoja basi naangalia mwenyewe. Majani. Ni ya nini? Na hiyo ya nini? Hiyo. Hapa hii nikiwaga kikaga getu na msanusa napata steam. Mambo yetu chooni yale. Si unajua tena blaza vijana. Kumbe rofa umwenzenu vipi huyu? Ungaseseni asa atembea na ya ndani yani. Kumbe ukolo rusha steam. Wewe umefikaje hapa wakati nimepita hapa wewe haupo? Hamna anko, mbona mimi nilikuwepo hapo nje na wakati unaingia mimi nimekuona. Sasa umeniona vipi wakati nimepita hapa? Hakuna mtu yoyote yule Mbona kunichanganya akili yangu? Nilikuwa nimekaa hapo. Sawa, siku nyingine usifanye hivyo. Ukimwona mtu anapita bora umshtue au kumsalimia. Siku nyingine utamdondosha mtu kwa pressure. Sawa? Nilikuelewa anko. Lakini anko, mimi tangia asubuhi sijala. Na hapa nilipo nina njaa sana. Kwa nini ujala? Wakati humo ndani kuna kila kitu. Olefa aliniambia chakula kimeisha. Chakula kimeisha vipi? Na bajeti yote ishatoka humo ndani ya watu 4. Na sisi tunaishi humu watu 4. Okay, sawa. Wewe niingie ndani, nijue namna gani ya kufanya wewe ule. Sawa anko. Olefa, kwa nini unaninyima chakula mwenzio?
Na kwa nini useme chakula kimeisha ndani alafu chakula kipo kingi? Hebu nisikilize kitu kimoja. Mimi katika maisha yangu simpendi mtoto mwenye roho mbaya. Ndio maana siku zote na kufunza maisha mazuri, na kufunza uwe na tabia nzuri, na kufunza uwe na maisha mazuri. Kwa sitaki uishi kama mnyama anavyoishi. Mnyama siku zote hana huruma. Binadamu ndio ana huruma. Kwa unabidi uwe na ubinadamu. Lakini yanko. Sitaki kusikia chochote pia. Nachohitaji mimi muishi kwa amani na upendo. Na kila mtu amuelewe mwenzie nini anakihitaji na nini anakitaka. Alafu mimi sijakulea hivyo. Na wala mama yako hakuwa na hiyo tabia hata siku moja. Kwa unabidi uige mifano. Usiishi kama watu wengine wanavyoishi. Kuanzia sasa hivi sitaki kuona tofauti ya mtu yoyote humu ndani. Kama umechoka basi unaweza kuondoka. Kila mtu anaweza kujitafutia maisha yake. Na mimi sitaki tufikie hivyo. Kwa nataka muishi kwa amani na upendo. Sisi tuelewana? Sawa anko, tumekuelewa. Ndio anko, tumekuelewa.